Unapompokea Yesu unasalishwa sala gani? Sala ya toba. Ina maana kama unapewa sala ya toba, unapewa ukiri wa imani ya kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kitendo cha kukiri, ule ukiri wa imani unampokea Yesu, hii inadhihirisha neno hili la Mathayo 16:25. Kama mtoto uliyezaliwa kwa sura na mfano wa Mungu, sasa umekana yote, umekana dhambi, umekataa dhambi, umekataa uovu, umekataa yale yote ya dunia, umeamua kuungana na Kristo, kuwa mwili wa Kristo. Haleluya! Kutembea na Kristo. Amen. Kwa hiyo unadhihirisha neno hili, kitendo cha kupokea wokovu na kutembea na Kristo ndani yako, unadhihirisha kwamba umejikana na kufuatana na Kristo. Sasa tunaposema tumejikana, tunajikana kwenye kitu gani? Anasema hajikane mwenyewe. Kujikana mwenyewe ni wapi? Kujikana mwenyewe ni yale matamanio yanayohusiana na flesh. Kujikana mwenyewe ni yale matamanio yanayohusiana na mwili. Maana Yesu Kristo hakutembea kama mdani. Sasa na Yesu dhumuni lake la kuja duniani ni sisi kutuokoa katika nini? Dhambi. Sasa ili uweze kujitenga au uweze kukamilika katika hii, kuna mambo unatakiwa kufanya nini? Uachane naye. Haleluya. Kuna anointing inaitwa abloemao. Kwa Kiingereza kizuri nasema ni level of submission. Level of is anointing inayokuingiza kwenye level of submission. Submission kwa Kiswahili kizuri tunaita nini? Hii inaitwa ni hatua ya kujiwasilisha au kujikabidhi. Kujiwasilisha au kujikabidhi ni hatua ya achana na kutengwa au kujitenga. Hii ni kujiwasilisha au kujikabidhi, kwamba sasa maisha yangu, hatima yangu, kila kitu changu nimekuwasilisha mikononi mwa Mungu, kwamba sitataabika tena, sitaanza kutembelea mawazo tena. Haleluya. Nawasilisha, ninakabidhi ndoa yangu, watoto wangu, familia yangu, huduma yangu, biashara yangu, uchumi wangu, nyumba yangu, kila kitu changu ninakikabidhi kwa nani? Nakabidhi kwa Mungu. Nawasilisha kwa nani? Kwa Mungu. Haleluya. Lakini tafsiri nzuri hapo sana nzuri ambayo inatoa neno nalotaka kuhubiri leo na ndio ninapotaka kulenga ni kutii. Haleluya. Submission inayolenga zaidi mimi hapa ni kutii. Nenda Mwanzo ile sura ya 22 mstari wa 2. Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo ile sura ya 22 mstari wa 2. Akasema, umchukue mwana wako wa pekee, umpendaye, Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmojawapo nitakao kuambia. Haleluya. Namba 3 inasema Ibrahim akaondoka alfajiri, akatandika punda wake, akachukua vijana wawili pamoja na Isaka mwanae, akachanja kuni kwa ajili ya hiyo sadaka ya kuteketezwa, akaondoka akaenda mpaka mahali alikoambiwa na Mungu. Siku ya 3 Ibrahimu akainua macho yake mahali pakali mbali. 5 inasema Ibrahimu akawaambia vijana wake, kaeni nyinyi hapa pamoja na punda, na mimi na kijana tutakwenda kule tukaabudu na kuwarudia tena. Tuishie kwanza. Wakati Mungu amemwambia Ibrahimu anamtaka mwanae, alikuwa na mtoto mwingine, ana mtoto mwingine. Kulikuwa kuna mwingine ambaye anamuona Ibrahimu? Hapana. Lakini yule mtoto alimpata kirahisi. Amemtesekea miaka mingapi? Zaidi ya 93. Haleluya. Lakini leo Mungu anamwambia anamtaka tena sadaka. Amen. Na wakati Ibrahimu anaenda kupeleka mtoto kama sadaka, alimwambia mtoto mwenyewe siri, alimdanganya. Na wakati wamefika kule, yuko na wafanyakazi na nini na jeshi lake, aliwaambia kule anaenda kufanya nini? Amewaambia anakwenda kufanya nini? Kuabudu. Amen. Anaenda kufanya nini? Kuabudu. Tunagundua siri gani? Kuna nyakati Mungu anaposema na wewe, inachokufanya unaanguka ni mdomo wako.
Haleluya. Siri za Mungu zingine it's between you and him. Mpaka amaliza assignment yake. Wakati Ibrahimu anaambiwa hili zoezi, hata mama mtu akuambiwa, kwa sababu alijua kitu cha kwanza atakuwa ni mama mtu. Imagine na tangu unapata mtu wako anakufuata, anakuambia, mume wako anakufuata, anakuambia mtoto wako anaenda kumchinja. Kieleweka kwa sana. Kieleweka kwa sana. Kama lakini anatoka kwa mkewe kamtangaza, wakati yeye kitoka anajua huyu mtoto anaenda kumchinja na harusi. Lakini kwa sababu ni Mungu amesema. Haleluya. Kuna tofauti ya kutembea ukimjua naye muabudu ni dhambi, na kuna tofauti ya kutembea kumjua naye muabudu ni rahisi kutokutii. Ibrahimu advantage yake alimjua Mungu anayemwabudu kwenye mambo mengi. Halijua kuna vingi sana, mtihani mingi amenipitisha, lakini amenivusha. Hata hii anajua siri, anajua mtihani na yeye kamvuka. Haleluya. Wengi tunashindwa hapa. Tunapojaribiwa kwenye assignment zetu, pale Mungu anakujaribu kwenye utii ili akupeleke kwenye hatua nyingine yenye mafanikio zaidi, hauko tayari. Haleluya. Anakujaribu ili akupeleke kwenye hatua nyingine yenye mafanikio zaidi, lakini haupo tayari. Haleluya. Utajiri sio shida, lakini Yesu anaanza na ukombozi. Kwa nini? Anaona mbele ya huyu mtu mali ndio namba moja, lakini huku nyuma Mungu hayupo. Sasa ni vizuri umepata neema, unatafuta, umesikia kiu ya kutembea nao, lakini mimi kwangu sitembei na waliobebwa na makandokando mengi. Amri ya kwanza ninakupa, ukitii umempata. Kagana. Haleluya. Haleluya. Yamkini alikuwa na mali, lakini ana amani. Ina maana pale anamwambia kama ukombozi wako huko hapa, amani yako iko hapa. Shida sio kuwa na pesa, shida sio kuwa na mali. Haina maana baada ya kutembea na Yesu akuendelea kuwa na mali. Hapana. Bwana nisipataje. Lakini kipi kianze, kipi kimalizike? Bora enda kinyume. Wengi tunashindwa hapa. Kuna nyakati unatakiwa uombe Mungu akupe anointing of submission. When God wants this, give it. No matter how painful it is. Hili ni eneo watu wengi sana tunashindwa. Inapotokea Mungu tena especially kwenye kanisa, eneo ambalo Mungu anataka utoe. Kuna watu wengine sio kanisa. Mungu anakuamsha asubuhi, anakukutanisha na maskini barabarani. Kuna watu wengine Sauli anasema kabisa uingie na kwa yatima. Lakini uwezo mfano. Ukiangalia hiyo hela unaihesabu. Ukiangalia hiyo unaangalia itakuwaje. Ukiangalia unaanza kuangalia mahitaji yako. Unaanza kuangalia mali zako. Hiyo hela wewe unaona kuliko iishe. Bora uendelee kuiona. Mungu alipo ajabu usipotii, analeta kitu kingine ambacho kitatoka kwa hiari yako. Maana ukija ugonjwa ndani yako, mfano wewe mwenyewe unatoka kwa hiari yako. Ni kwa hiari yako. Sasa kuna wakati tunakosa eneo hili. Anointing of submission haipo ndani yetu. Ndio maana mbele hatufikii ushindi au ile baraka mko unaitegemea. Kwa nini? Umekosa kutii sauti yake.